Kama siku 2-3 zimepita, aliyekuwa waziri wa maliasili na utalii, pia alishawahi kuwa waziri wa afya, anafahamika kwa jina la Hamis Kigwangalla, baada ya kufanya interview nzito sana katika chaneli moja ya mitandaoni ambayo inafahamika kwa jina la Mwananchi Digital. Aliongea mambo mengi sana akigusia jinsi ambavyo ameathirika kwa sasa toka alipotemwa kuwa mbunge na kuwa waziri, na kama unavyojua sasa hivi yeye yuko uraiani tu, au jihusishi na siasa yoyote. Kigwangalla aliongea mengi sana kuhusiana na maisha ya siasa na nje na siasa. Sasa huyu hapa mfanyabiashara mkubwa kwa sasa hivi ambaye anafahamika kwa jina la Chris Lukosi. Huyu hapa mzee wa mazombi, yeye alitumia nafasi yake na yeye kuongelea hiyo interview ya bwana Hamis Kigwangalla. Naona naye ilimgusa kidogo. Sasa bwana Chris Lukosi yeye kupitia ukurasa wake wa Instagram alimposti mheshimiwa Hamis Kigwangalla kama unavyoona hapo katika ukurasa wake wa Instagram, na akawa ameandika maneno mawili matatu kuhusiana na sakata la huyu hapa aliyekuwa waziri wa maliasili na utalii. Chris Lukosi yeye alisema kwamba nimesikiliza video ya mheshimiwa Kigwangalla, nimecheka sana. Huyu alikuwa rafiki yangu sana kabla hajawa waziri. Hata alipokuja London, mimi ndio nilikuwa mwenyeji wake na nilimpokea kwa heshima sana, yeye pamoja na kamati ya bunge ambayo alikuwa akiongoza. Bwana Lukosi aliendelea kuongea akasema kwamba alipoteuliwa kuwa waziri wa afya, mimi wakati huo nilikuwa namuuguza mama mkwe wangu ambaye alikuwa akiumwa ugonjwa wa kansa. Kwa uchovu wangu nilikuwa nashindwa kabisa kupata kitanda pale Ocean Road, hivyo nikampigia simu kumwomba msaada nipate kitanda ili mama mkwe wangu ahamishiwe pale kutoka Muhimbili. Huwezi amini, huo ndio ulikuwa ni mwisho wa mawasiliano yetu, na akanipiga block. Iliniuma sana, ila nikapotezea nikakomaa kigumugumu tu kumuguzwa mgonjwa wangu. Jamaa alipotumbuliwa tu, mara ghafla akaanza kunitafuta. Mimi sijawahi kumblock, ila huwa sijibu simu zake wala meseji, sababu naogopa nitampa ukweli wake. Anasema kwamba najua inamuuma sana kwa sababu hajui, na sasa unajua, ila hii ndio tabia ya wanasiasa wengi, wakishateuliwa huwa wanapotezea marafiki na wanaona kama nuksi vile kwao. Anyway, cheo ni dhamana, what goes around come around. Hayo ni maneno ambayo kwa ameandika huyu hapa bwana Chris Lukosi kuhusiana na huyu hapa waziri wa maliasili na utalii bwana Hamis Kigwangalla. Hamis Kigwangalla bwana aliona hiyo posti ya bwana Chris Lukosi na ya kusita kwenda kumjibu moja kwa moja. Alikwenda pale katika ukurasa wake huu wa Instagram bwana Lukosi alipoandika, yeye akaja ka comment kwa chini hapa kama unavyoona hivyo mpenzi mtazamaji, akasema kwamba bwana Lukosi akamtagi pale, unasema kweli, mbona hata sikumbuki hii kitu ndugu yangu, mimi sikujua kama umenuna. Wewe kama ndugu yangu ulipaswa unichane tu, sio kusubiri kuandika hapa mtandaoni mzee. Umeishi na kinyongo na mimi, na hata sikumbuki jambo lako. Juzi kati tu nimekuja ofisini kwako, nimenunua generator kwa ajili ya project zangu. Sina hili wala lile, na wala sikutafuta kuomba discount ya kindugu. Anyway, nakuja London next month, itabidi tukae tuyazungumze kama wazee, maana kwa asili ya tabia yangu nilisaidia kila mtu, marafiki pamoja na wasio marafiki, matajiri pamoja na maskini, bila kubagua. Mara nyingi sana anakwambia nikitembea na kutana na watu ambao niliwasaidia vitu vikubwa sana na hata sikumbuki. Kiukweli nimesikitika sana kusikia kama kuna kitu kama hicho, ila sijawahi kukublock, na nakwambia na hujawahi kunipa sababu za kukublock, japokuwa niliondoka kwenye grupu lako la diaspora ambapo mlikuwa mnaisema serikali ya Rais Magufuli kwa sababu nisingepaswa kuwemo mule kwa nafasi yangu, na nilikuacheni mpate uhuru ya kuinanga serikali hiyo. Kama hii anakuambia ilikuwa ni kukublock, nisamehe sana kaka. Hata hivyo mimi kama mtaalamu wa mfumo wa afya niliamini Ocean Road ni sehemu muhimu ya mfumo wetu wa tiba
na ihitaji mabadiliko makubwa. Niliyasimamia na leo hii nina furaha kukuambia kuwa mchango wangu umesaidia taifa parefu sana na hakuna hata wa kunipongeza. Kuna mitambo mipya pale nilipambana sana kuinunua na imefungwa, na mtambo wa mwisho umekamilika juzi tu hapa. Sema wanaofaidika hata hawajui kama ni kichwa changu ambacho kilihusika na project hiyo. Hayo ndo majibu ambayo huyu hapa Waziri Hamis Kigwangalla amemjibu bwana Lukosi kuhusiana na shutuma ambazo Lukosi alikuwa amezipeleka moja kwa moja kuhusiana na waziri huyu hapa aliyekuwa waziri wa afya pamoja na maliasili bwana Hamis Kigwangalla. Comment ni nyingi sana ambazo watu wengi wali-comment pale chini. Kuna labda nikusomee 2-3 tuone mawazo ya watu tofauti tofauti, tukiachana na Hamis Kigwangalla jinsi alivyomjibu. Kuna huyu hapa anaitwa Sefu Hamisi Gulamali. Yeye alisema kwamba vitanda vipo hospitali na vinahudumia Watanzania bila kujali nani anajuana na nani. Kwa nini usifuate utaratibu wa kawaida upate kitanda bali utumie urafiki wenu kupata huduma? Je, wasio na marafiki mawaziri ama wabunge wao wakose vitanda? Hili si la kumkosoa Kigwangalla. Kama vitanda ni vichache na vinahitaji zaidi, ni kuomba serikali iongeze vitanda ili anakuambia wahitaji wote wapate bila msaada wa rafiki kiongozi. Huu mfano wako unataka kuonyesha huduma zitolewe kwa wanaojuana tu, wasiojuana waendelee kuumia. Siungi mkono kabisa malalamiko yako. Labda kama ungekuwa unamuomba hela akusaidie binafsi, hapo sawa, lakini sio upendeleo katika huduma za kijamii. Huyo ni bwana Sefu Hamisi, yeye amempinga kabisa bwana Lukosi kuhusiana na issue hiyo. Na nikusomea nyingine, kuna huyu hapa anaitwa JKFAM Africa. Yeye anasema kwamba lakini pia ukiangalia huu mfumo wa kujuana na mtu ndiye upate huduma, kwangu mimi naona sio sawa. Huduma itolewe kwa kila mtu, anayejuana na mtu na asiyejuana na yeyote. Kutoa huduma kwa upendeleo kwa kujuana ni chanzo cha huduma mbovu na chanzo cha rushwa. Akamtagi pale bwana Chris Lukosi pamoja na Hamis Kigwangalla, akasema kwamba ni vizuri kumaliza tofauti zenu, ila ni somo pia. Anakuambia mkipata vyeo msiblock watu, kwa maana watu ni wale wale, ila vyeo ni vya kupita tu. Anakuambia funga kibiashara, tunaamini sisi ni uaminifu. Huyu ni JKFAM Africa, yeye naye ametoa komenti yake hii hapo, mpenzi mtazamaji. Basi mpenzi mtazamaji, hizo ni baadhi tu ya komenti ambazo nimekuwekea hapa kuhusiana na kisanga hiki cha huyu hapa bwana Chris Lukosi pamoja na aliyekuwa waziri wa maliasili bwana Hamis Kigwangalla kuhusiana na sakata hilo la kusaidiana kipindi mtu akiwa kwenye cheo na baada ya kutoka kwenye cheo. Na wewe unaweza kutupia komenti yako hapa kutokana na issue kama hii hapo, andika tu hapa katika komenti hapo, basi na sisi tutapita nayo. Hii hapa ni Kabanga Digital.